Simama. 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 Tumesimama. Tumekaribisha mtumishi wa Mungu pamoja na Yesu. Si ndio? Yes. Anataka tu makofi tu. Alafu mtumishi achukue nafasi. Na usikae. Chukua mkono sasa. Chukua. Kuna wamama wao nimetembea nao. Juzi tulikuwa Ringa. Sema Ringa kwa Juaji. Sema Ringa kwa Juaji. Sasa hao warembo wanajiita warembo. Atukuze Yesu. Sasa vile wanataka kukaribisha kitu chao. Sema kitu chao. Mabeshi kaje. Mnaniona ninyi wote? Sasa hivi wanataka kukaribisha kinywa yao, si ndio? Kwa wanafanya kama awaki imewa itondeiwa. Haleluya. Tembea muone. Atukuze Yesu. Lakini wana nawaambia siku moja Yesu atawatoa wakinywaji. Bwana Yesu atukuzwe. Mtu asijilazimishe kuacha, lakini wakati Mungu atakuja, Yesu na Roho Mtakatifu atakuja, hawatawahi kushangilia tena chupa. Atukuzwe Yesu. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu amesimama. Ili neno limekubadilisha ukakuwa jinsi ulivyo, si ndio? Tutayarishe mikono, ikakuwa moto, ikuwe moto, ikuwe moto. Ili kuweka simu chini. Hizo simu ni Yesu analeta. Sugua mikono. Wewe sasa siku wewe. Sugua. Usiangalie mwingine, angalia mkono wako. Angalia mkono wako. Sugua. Apigia mtumishi wa Mungu makofi. Karibu sana mtumishi. Tuombe. Kristo Bwana, neno lako mikononi. Yesu. Umesimama kwa sababu ya neno lako lizuri kama ni mwao. Yesu. Bwana Yesu, mfalme wako mpaka kushuka na kutenda. Yesu. Maana Kristo bila kutenda hawataweza. Yesu. Neno lako liingie ndani ya mioyo zao. Yesu. Tuelekeze kwa chombo. Yesu. Piga mizizi ya shetani Yesu. Choma. Minoko za mapepo Yesu. Choma. Pepo za Lucifer Yesu. Choma.
kwanza ya Kristo, tukaze mwendo. Rubia, kwa sababu hiyo tukianza kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu, tusiweke misingi tena wa kuzitupia kazi zisizo na bohari, na wakuwa na imani kwa Mungu na mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Na hayo tutafanya Mungu akitujalia, kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kuionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka. Baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakitubu, kwa kuwa wamesulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedheli dhahiri. Maana nchi inayoinywa mvua inayonyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa kushiriki baraka zitokazo kwa Mungu, bali ikitoa miba na magugu ukataliwa na kuwa na laana ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Neno la Bwana Yesu litukuzwe. Amen. Bwana anatuendelea kutuambia, maana tumefikia kiwango sisi tuliyepewa ufalme wa Kristo Yesu ndani ya Roho Mtakatifu. Kristo akawa kimbilio la kila mmoja wetu. Kristo akawa ni njia ya pekee ya uzima na amani. Kristo akatupatia kibali cha mwangaza. Kristo akatupatia ushindi ulio wa hekima na ujasiri. Tukishamaliza kufundishwa kwanza, mafundisho ya kwanza ya Kristo, tuzidi kudumu ndani ya yale mafundisho, na yale mafundisho yazidi kuwa nasi na yazidi kutenda kazi kulingana na Kristo jinsi anavyotaka. Maana tukishamaliza kuingia kwa Kristo, tumeshirikishwa naye mwana wa Mungu aliye hai, tumeshirikishwa na malaika wale watakatifu, na tukafundishwa neno lililo hai, nalo neno likakaa ndani mwetu. Hilo neno lizidi kudumu, tusiliache. Maana likiweza kutoka ndani mwetu, tutabakia kwa siku chochote. Na usije ukadhania nimepata kipawa cha Roho Mtakatifu, nimesimama ndani, mwishowe ukaanguka, ukaliacha lile neno, ukaenda ukatumikia miungu mingine. Hata utakavyorudi upya tena, utakavyorudi tena mara ya pili, haunarudishwa upya tena. Maana ni sawa na zile mboga zilizomea zikamea magugu na miiba hazikuweza kuliwa na wanadamu. Nawe utakapokuwa umeshakwisha kupokea kile kipawa, ile uzuri wa wokovu wa Roho Mtakatifu, ukiwa umeshaguza neema ya Kristo inayokupa uponyaji, alafu ukaacha hilo neno ukajifundisha ukaingia kwa jambo neno la kidunia, basi ukaanguka. Hauwezi hata ukitubu kurudi upya tena. Mara yako ya mwisho ndio ile, kwa sababu unazidi
ningete Yesu niingie kidogo madunia miaka 2-3 nikarudi kwa Kristo. Lakini wewe kwamba ulishapokea kipawa ukahusishwa katika utamu ulio wa kutoka mbinguni ushukao kutoka kule juu, ule utamu wa Roho Mtakatifu ukashirikishwa ndani mwake, ukapona ndani mwake, lakini ukafika kiwango ukatema, ukaingia dunia, ukakuwa wa dunia, mwaka ukachapa kwa miezi 6, mwaka ukachapa, mwaka na nusu, miaka 2, miaka 3, ndani mawaya kurudia, hawezi kurudi tena upya. Hata ukitubu hutarudishiwa kingine chochote kija kwako wewe. Hilo ndilo mwisho wako na utamu ushuka kutoka mbinguni. Ndio maana tunatazama shetani alipofukuzwa, alipoasi kule mbinguni, akafukuzwa, alinyang'anywa funguo, akanyang'anywa mamlaka, akaja hapa dunia, akakosa chochote. Ndiposa akagundua watu wa Mungu na wapumbavu wakisikia ajabu, nilimwambia kuja nikupatie pesa, wewe unakipekee. Nimwona mimi pesa. Ichu kibesa. Hamba kibesa. Mama. Sasa shetani akagundua, nikileta pesa, nikiwapatia hawa, nitakuwa tena ninakula. Na ndio napata mstari huu sasa, shetani amepata nafasi kwa wale waliotoka ndani ya Roho Mtakatifu. Kama Mateshi, Ashiro, Mateshi, Ashiro, huyu mwingine Akoshoma, Festus, Ajebe, huyu mwingine Ajebe wa pesa, wakina Titus, walitoka ndani ya Roho Mtakatifu, wakaingia kwenda kuonja ya shetani, hata wakitubu, hata wakilia, hata wakifunga, they will never be back to the Holy Spirit. Na wakishirikishwa hata mmoja. Yeyote aliyetoka ndani ya Roho Mtakatifu akaingia kwa shetani, akainamia miungu, akatenda kazi na miungu, akarudi ile miungu, atakaporudi hawezi kurudishwa upya, ataishi maisha yake, na atakapokufa hata ufalme wa mbinguni ataingia tena kwenda jehanamu. Ama shetani atamnyakua amtumikie. Option ya juu, utaenda jehanamu ama ile soul shetani anaichukua, anaitumia kwa kuweza kuangamiza watu. Lakini usidhani kwamba utapelekwa mbinguni katika malaika ili ufanye Mungu kazi. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe uliacha sura nzuri ya Roho Mtakatifu. Na ndio anasema ukimkufuru Roho hautasamehewa. Ukiacha Roho, mwende mwache, umuondoe ndani mwako. Unajua Roho Mtakatifu hakaishi mwanadamu. Roho Mtakatifu hukaa ndani mwako kama furaha, anakuwa kama kazi. So wakati ule utakapokuwa umerudi nyuma, umewacha vipawa vya Roho Mtakatifu, ukaingia kumtumikia Lucifer, ukaingia kutenda mambo sawia na wachawi na waganga, wewe nao ulikuwa umeshaonja, umeshawahi onja. Hata ni heri yule mchawi ambaye hakuonja kipawa cha Roho Mtakatifu, yule atakaposimama na kutubu, ataingia ufalme, maana atapewa upya Roho Mtakatifu kutenda kazi ya Mungu. Kwa sababu mwanzo hakupata kile kipawa, alikuwa katika kipawa cha giza. Atakayetubu na kuingia na kusimama, Mungu atampatia Kristo, atakuwa uwepo na nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini wewe mwenye ambaye uliingia ndani ya kipawa cha Roho Mtakatifu, then you slide, ukaingia katika kisima. Ulikuwa unanena kwa nini? Ulikuwa unapata maono, ulikuwa unaona ishara zinatendeka, alafu karudi ukawa
Ndio anatuambia tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Utimilifu ni kufikia kiwango kinachohitajika. Umekuwa mtimilifu, yani umeng'ang'ana mpaka ukafikia kiwango kile kinakupendeza. Mafundisho yaliyokuwa ya kwanza, na ndipo sasa Biblia inasema kwamba yale mafundisho ndiyo fundisho ya mwanzo na malaika. Yule atakayeacha ule msingi na apate laana. Maana hakuna fundisho lingine isilokuwa lile ambalo malaika waliotufunza mwanzo, kwamba kwa Baba, kwa Mwana, kwa Roho Mtakatifu kuna mazuri. Sote tusimame katika yale mazuri, tutimize jinsi walivyohitaji kutimiza. Lakini unavyosema wacha niachane na neno kwanza, niingie katika ukurasa wa wale walimwengu, nitende sawia na walimwengu, ama waondoka hapa wanakwenda nyumbani, mama na baba ni wachawi, wanakutuma kwa wenzio wala ambao wanataka kuja nao. Neno katukatie vyombo vyao, ukakate mabaya, ukalete vyenye wanavyovitumia kwa mili zao ili tuviharibu. Hivyo ndio chanzo cha kuweza kumalizika. Na watu wengi hudhani kwamba wakiondoka katika neno hili nje kutenda sawia na shetani, eti watarudi na watakaribishwa. La hasha, haitawezekana. Wacha niambie, kama ingekuwa imefanyika hivyo, kuna hawa tungekuwa wachawi tumeangamiza kwa wingi. Hata wakina Mateshe tungewatafuta na rungu, maana tulikosa rungu, tungewatafuta na panga. Kile Bwana akasema yeye ndiye atendaye. Kuangamiza ni kwake, kuua ni kwake, naye anangojea yule mtu akutazame, Mungu akikusongesha hatua nyingine. Ukitazama jinsi walivyotoka, walisema tumetoka, tunataka tujue, je, Bishop Lugumba atasonga hatua gani? Lakini walipotoka ndio wakafungua lango, Mungu akaingia akatenda kazi sawa sawa na mapenzi yake. Hata wakija wakipita wanakimbiza kitu, wanasema mbona alifanyaje ndio kusudi amefika mahali pale. Uelewe wakati ambapo unawacha mafundisho hauweni na chochote, unakiacha nyuma. Hicho kimeacha nyuma ndio kinazidi kinasimama, kinatengeneza jambo. What is that? Amen. 1996. Sio tu 1996. Mungu akazungumzia katika madhabahu haya yenye umejenga ama nimejenga kwako. Mwenye ataingia ndani na barikiwa, na mwenye atatoka ndani kwa hiyo madhabahu akienda, zile baraka zilikuwa nazo zitarudi hapa atenda. Na nilikuwa nadhania kwamba ni msemo tu kwa leo kwa sauti nimeongea, lakini ndio kutazama pia nafanya. Yeyote aliyetoka kwa msingi wa Kristo Yesu ndani ya Roho Mtakatifu akaiacha, atakapoenda kule nje hataingia tena kwa msingi mwingine wa Roho Mtakatifu, ataingia kwa msingi wa madhehebu. Ukiacha Roho Mtakatifu hautaingia ndani ya Roho Mtakatifu. Ni heri uombe ruksa kwamba nipeni kibali kwenye nakokwenda, Bwana anifungulie lango niingie kwa lango lingine sawia na hili kule nakokwenda baba. Lakini ukitoka umeanza kwa Roho Mtakatifu, usidhani kwenye utakapokwenda utaingia ndani ya Roho. Maana Roho anatenda kazi hapa, unajua mwasi ndio yule Roho anatenda kazi pale.
wakati kizazi chako kilikuwa kimeokoka kikaasi, kama ni baba na mama kaasi, wakati wa roho nawe mwanaye ukisimama, usipotubu, kataa hicho kizazi chako, hautaingia ndani ya roho, bali utawafuata nani? Lazima utatubu. Kama baba na mama hawakutaka kikao cha Roho Mtakatifu, mimi ndio nimesalia, basi Bwana nipatie uwezo na mamlaka niondoe kwa ile kizazi cha ukaidi. Unajua, unavyokataa uwepo wa Roho Mtakatifu na kukataa mwana na baba, wewe ni kizazi kilicho na ukaidi, maana unadhulumu kazi ya Mungu, unaharibu misingi za Roho Mtakatifu, unaharibu kazi nzuri ambayo Kristo anafanya ndani yetu, unaharibu uponyaji unayetaka kushuka na kutenda. Then wakati wanapokuja wanaleta kilicho kizuri kutoka mbinguni, wanakuta ulishaondoka, uliingia, na hatuwezi ingia kwa watoto wasipotubu. Watoto wasipotubu, ukijua nyanyako ni mchawi, naye mnyanyaka ni sawa baba yako. Tunasema mbele, nyanyako ni mchawi, naye nyanyaka ni sawa baba. Miongoni mwa hawa watu mmoja anaweza karibu yule mwingine, na karibu yule mwingine, nawe unajua kwamba yule baba ameridi nyanya kama ameridi baba, nawe usipotubu hata ukaridi baba. Tuko pamoja? Nakumbuka wakati ule baba na mama walipokuwa bado wakati wanakunywa pombe, hata mimi yangu nilikuwa mmoja ushirika wa pombe, nikawa nakunywa vizuri na nikajua kupika, na nikawa nikafundisha hata mke kupika, nikawa sasa nimemshirikisha ama ndio naona Bwana Yesu asifiwe. Nikamshirikisha ukoo ambao mimi nimezaliwa ndani, nikamwambia huu ukoo wetu ukitaka kuishi, tazama, tunatengeneza pombe jinsi hii, tunasaga, tunaganda, tunakaranga, tunasaka kimera, tunaweka ndani, tunaipindua, kisha naanza kupapajika. Kisha siku ya pili ya tatu ilikuwa imeshaiva, tunaanza kunywa, tunakuwa walevi. Nimeleta nani? Baba. Na nani? Na baba. Na wakati Mungu alipokuja naye pia nikamuridhisha, akarudi nani? Mimi. Nani nikoleta nani? Ya baba na mama. Ikawa akija kutaka kutembea kwenye ndipo, lazima akarange, afuke kwa gunia, atoke naye kwenda kamera, anilete kwenye ndipo. Na kibuyu ya lita 3 imebeba waraji. Pia aifunge vizuri, aizipe, isinuke kwa gari, anatembea naye, aniletea kinaishi. Kwa nini? Maana nimerithi baba na mama, naye pia anakuja naye arithi yale niliyorithi. Tuko pamoja? Nalipata vizuri? Basi nilipoweza kutoka ndani, Mungu akaniita niko kwenye baa nikiwa nakunywa pombe, na nikarithi ya mbinguni. Amen. Na nilipoyarithi ya mbinguni, tena yeye akakuja kumwambia, sasa unajua yaliyokuwa ya baba na mama nimetoka ndani. Amen. Useme na urudia kutoka hapo. Yaliyokuwa ya baba na mama nimetoka ndani. Haya mavazi nimevua, sina tena. Sasa hivi nimeshika mwendo wa kufuata Kristo. Naye pia akaniambia, tena nafuata Kristo, tena nitakufuata. Tena tunafuatana, sisi wote tukaingia. Wakati ambapo nilikuwa naombea wengine kupokea kipawa ya Roho Mtakatifu, yeye alikuwa mtu 16 kupata kile kipawa. So wakati ule unapotoka ndani ya Roho Mtakatifu kwa kiburi,
Yesu apewe sifa. Amen. Yesu anaelewa. Amen. Na niliposimama ndani ya kuhubiri ndani ya Roho Mtakatifu, mtoto wa Yesu naye akakuja amebebana madawa machupa. Hii ni ya mgongo, hii ni ya kusugua, hii ni ya kulamba, hii ni ya kulamba sio kwenda kikazi, utafuta. Nani nikamwambia sikiza, haya yote utayaacha unifuate. Naye akayawachia akaifuata na akapata kipawa. Lakini alipopata kile kipawa cha Roho Mtakatifu na akaniangalia, akanichukia, akaniona mimi sifai. Akasema tumepata the holiness and the repentance iko kule kwa Roho. Na akasema inaenda the holiness and the repentance ambayo ilikuwa inaenda na nani? Alipoenda kule, aliporudi nikamwambia mimi na wewe habari. Saa hii kile kipawa nimekiona kakuwa ndani mwake hakimu kiliishi. Ule uchungaji uliokuwa anahubiri injili kama haumo uliishi. Akarudi akawa mwanamke, naye mwanamke akawa na miungu za kuwa. Tunaelewana? Unanipata? Ninawaambia yale ambayo ninayaona mimi yanapitia kwako. Kristo apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naye ndio waliokuwa walipokuja niliohusisha walikuwa watatu, akawa Msula, Barnabas pamoja na Boniface. Wangapi? Kwa nini? Maikuwa maisisa. Msula mtoto alikuwa mmoja ambaye alikuja kwa kucheza ngoma. Na huyo mwingine wote wakawahusisha, wakapokea vipawa vya Roho Mtakatifu. Wakaanza kunena kwa neno. Walipofika kiwango wakaanza tena kugeuka na kunipiga vita. Nikamwambia Bwana, niliachiliwa kupata vipawa, kwa nini wananipiga vita? Wakaondoka. Walipoondoka kwenye walikokwenda, la kwanza mtoto wa Maesista alienda kwenye anapofanya kazi, akaomba tawe ya kupanguza chini, akamwambia chukua. Alipofika naye kwa gate, si ameniacha, si amenipiga vita, si amemwambia matoke, kufika kwa gate akashuka. Akajaribu kujitenda akamwambia yule umeiba, akaweka ndani ya kisema. Akajaribu kuongea lugha yake ikashindikana. Shule ndio akakuja akakimbia kule shikina. Akamwambia pastor, sema tu jambo. Ndio nataka kusema hivi. Ukisema jambo litafanyika. Akamwambia Yesu kufungua kwa nani? Arudi hapo. Na akaenda kufungulia. Akarudi. Kwa sababu alishindana na nguvu za Roho. Unaposhindana hautaona na kunyenyekea unakomaa. Na hiyo ndio somo kimoja watu hawaelewi. Ndio wanatueleza kwamba tufanye bidii, turudi, tusimamishe kuzaliwa kwa kwanza kwa ufalme wa Kristo ndani ya miili zetu. Huo ufalme wa Kristo ndani ya miili zetu unatujenga, unatuinua, unatubadilishia misingi mbadala. Na tunakuwa watu. Askari kazi. Mama. Tembea kuja kesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kila jambo, kila misingi, Biblia hii inatufundisha mambo mapana yale ambayo tusiyeangalia hatuwezi. Wengi hukuja hapa wanataka maombi, yes, we give it out. Hatukatai. Lakini unadhania kwamba hii ni mataka. Unadhania kwamba hii ni mataka kwa. Nienda kwa nilikuwa na mimba. Nikimaliza kuzalisha niende nyumbani. Hii si mataka kwa.
hii ni nyumba ambayo utakuja kumtukuza Yesu. Kile utakachokipata usimame, moto uzidi kuwaka ndani mwako, kutengeneza maisha ya kesho. Unajua wengine wanasema na pia ndio bado wamejesha kilimo na kama bado waanza na kwa ifika pale nje ndio ngoja kama kwa nenda pale sasa tu. Kuna mmoja alikuja hapa kutoka sehemu za kwa Kusini kwa haraka. Kumwambia baba kwa hiyo kumeleta uchawi zaidi hata alipa. Aliposikia kwa mambo ya kwetu akaenda. Yuko mwingine juzi ndio kagari hapa. Wanamuka akaongea akamwambia yule mchungaji. Akasema mpaka niongea naye. Alipoanza kuongea na yeye nikamwambia wewe mamako amekuwa wazimu kwa nyumbani. Akashtuka. Aliposhtuka kwa ni mtamu. Nikamwambia basi fanya bidii uje utafute Yesu. Akasema nipatie na. Sasa kama ananena kama umetoka kwa uchawi usipokuwa na imani thabiti utafuta tangazo la roho. Maana ukishamaliza roho amejua kwamba huyu apenye anataka kwenda nitaondolewa. Hawezi kuacha nafasi. Kuna ndugu mmoja akaja hapa. Alikuwa ameenda kufanya na makao kazi. Right. Alipokuja nikakemea ndani. Na hiyo Biblia ikaripoti walimsukuma kwa ulezi anakunywa chakari ili azirudi. Kanipigia simu siku moja kaniambia siku hizo nimemaliza. Maana wale wanijua akienda kule tutatambulika, tutajulikana. Na akisema tutajulikana tayari roho ameshashuhudia ile ya ukweli. So wewe unapotaka kusimama, simama ndani ya Roho Mtakatifu wala usiteme Roho Mtakatifu. Ukitema Roho Mtakatifu na kuhakikishia maisha yako mwisho utaiba lugha ya kweli kwa kabisa. Maisha yako mwisho utatembea katika kila njia haitakuwa na nuru. Kila kitu unalofanya kitakuwa na uongo. Kwa nini? Maana ulianza na mwangaza. Unaenda kuingiza giza. Wengine wanajua kwamba nimeshamaliza kusimama, makanisa ni mengi. Absolutely that's correct. Churches are many, but you compare. You compare the preachers. You compare the powers in those churches. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mchungaji mmoja alikuwa anaisha Rupe, anakuja kutoka hii kanisa ilikuwa kama ni gari kwa tena instruction. Akakuja akaongea kwa mambo yote na maswali yote. Akasema kwa bishop ndio tunaenda mbali. Ndio akahama kutoka hapa. Alikuwa kutoka hapa alikuwa ni Mdodoro. Alikuwa anataka kutengeneza gari na baki. Nikamtolea 40,000 nikampatia. Nikamwambia nipe hii alafu nirudishe kwa mkono. Alikuwa aliondoka akahamia kule Banana. Huko mwaka wenda Banana. Kaenda kajificha kule. Akasema huku Bishop Lumumba will never found me. Juzi nikajaribu kumpigia simu tunaongea akaanza kuniblock akaniblok. Wakati mmoja nikapigia simu kumwambia uko chini Dubai kwa Dubai. Ndio uko chini ya Bishop Nani. Akaniambia niko chini ya Bishop Nani Kariuki. Ndio chini ya Yesu mpaka kaliongea. Be aware because huyo sasa ni agent wa Illuminati mkubwa. Akaniambia hata ninaona tupatane hata tukiongea na tupatane. Muda ukaisha mwezi mmoja, mwezi wa pili naenda kwa na kuingia kwa WhatsApp. Ninapata unaandika hapo masomo. Somebody went off. Angalia. Sio huyu mwenye 40,000. Ile ni toroka.
sio alikuwa na block. You see, he blocked me, but hapa leo kwa Facebook. So nilipopigia mke wake nikamwambia mkeo leo. Kumuuliza habari, naona what's happening to Mark Kazungu. Kawia, what happened? Alikuwa tunazidi kuanguka. Anaanguka. Alafu sasa alipoanguka hapo. Na alikuwa anakuwa mmoja hapa, alikuwa anakuwa vizuri katika maji na kama sasa anakuwa ugonjwa wa kifafa. Ndio alikuwa anaanguka na kojoa. Akaniambia hapa anakojoa, alikuwa tu anaanguka na tupa miguu, anatupa maji, anatoka kofu, anatoka hata na nao. Tayari shaziko. Sasa mimi nadai nani kupiga. Maana nitoroka yule akasema nikae mbali na hiyo 40k. Usitoroke na deni na kuondoka kwa Yesu. Hilo deni pia linakumaliza. Naelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu anaelewa. Amen. So wewe ukianza kusema we have some other churches, mimi sikatai, I do agree you and I have to permit you to more. Manake wewe umetaka umeona ma churches haujaona the Holy Spirit. Tunaona hiyo haujaona the really Jesus Christ who you need. Umeona kwamba ni maana ma churches. Na ndani ya churches sio wote waje chini ya Roho Mtakatifu. Wengi wao kwa neema tu. Neema tu. Pamoja. Ni kwa nini mpataki? Si. Kijana babake na mimi we are brothers. But different father and mother. Yule babaye mama yake ni sister to mama yangu. So yeye akazaa yule mwanamke yule mvulana. Huyo mama akazaa yule mvulana na mimi mama akanizaa. Sasa huyu naye akazaa mtoto wake. Nataka kwa mfuko. Bila mimi nimezaa jana. Sasa huyu kijana naye akatoka akasema sasa ndio nitakala kwa yeye. Kwa hiyo pia hii na ndugu yake mkubwa aliyekuwa mwanajeshi aliyetoka Nigeria binafsi. So yeye naye anaanza kumeza. Kameza mtoto wake wa kwanza, kameza Mungu. Kameza shemeji yake. Sasa ndio unakuja kumeza mtoto wa huyu. Sasa kama wale pia ndio wangekuwa ndani ya Roho Mtakatifu nafanya kazi, hawangekuwa kijana angeendeza. Ninyi mna bahati kwa sababu Roho Mtakatifu ametupatia guidance kubwa, ametupatia care, lakini mmekuwa mmepungukiwa na fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. So zaidi hayo ni kwamba tuweze kusimama ndani ya vipawa vya Roho Mtakatifu na wakatuambia katika kitabu hiki cha Warumi 8:31 ikasema takeni vipawa vilivyo 8:31. Takeni vipawa vilivyo. Takeni nguvu za Roho Mtakatifu zilizo kuu za kuwalinda. Wengi mnaweza kosa kuja kanisani because mmeangalia, mmeona kazi ya Jumapili. Unaelewa? Mmeona kazi ya Jumapili. Lakini pia nao mkiangalia sioni kazi ya Jumapili, ninaona kazi ya Mungu siku ya Jumapili. Wewe unaenda katika kazi lakini wakati mapepo yatakufikia kwenye ukuta utahitaji nguvu za Roho Mtakatifu zile ambazo unakataa kuja kuziabudu siku ya sema amen. Ikifika hapo
Ni Jumapili ndio tunainuliwa sana. Yes, tunainuliwa ndio sana. Lakini je, wakati shetani anapokuja, do you think on Sunday utakuwa na amani? Luka tena alipotoroka hapa akasema sasa yeye ndio mrefu atakomaa. Hasa akatembea vizuri. Mungu akamwambia, just to show you I'm God who called you. I'm God who need you to serve me. Mlisikia tuambia maji ilipita kama mmoja akawa huyo akaenda. Akaenda mwingine na ameenda. Yeye kupeleka Mungu hakuna bali na akashikilia. Kwa hiyo kila wakati umemwacha roho upate kuelewa huyo roho ndiye kuu wa kila msingi. Huyo roho ndio Mungu ametupatia kama kipawa cha kutulinda. Huyo roho ndiye ametupatia kama kipawa cha kutuponya. Huyo roho ndiye ametupatia kipawa cha kuondoa hata maadui. Tukiwa na Roho Mtakatifu tukikemea mapepo kuchomeka. Lakini kwa siku unaenda na barua ukaratasi kama huu. Ni upi hapa maishi? Hii ndio ulienda nayo mpaka na college. Moja ni waonyesha sasa. Manake wengine kuishia kwambia watu kwamba you know uliponenda kula katika kile chuo ulitoka pale ukapatiwa kakwanza kanaitwa certificate. Ukaweka ukakuja ukatembea weka kwa nasema I have a certificate. Wakati uliporudi kule ukakuja na nini? Ukasema sasa injili ya Bwana inachemuka. Ukarudi tena pale ukapewa nini? Degree. Sasa unatoka pale. Sasa kadiri ukachange ukakuja ukaweka hapo. Uliporudi ukasema nenda ya ile nyingine ukakuja na master certificate. Master. Pia jitini kubwa. Usicheze. Don't joke. This is a master's. Sasa master unataka kuwa na siri. Alafu wakati kule sasa ndio yote umelipata. Umetoka certificate, diploma, degree, masters. Sasa haya vitu ndio navyo ukawa umetembea na uko ndani ya uko nayo ndani ya baba. Ulipokuwa ndani ya baba ukafanya nini? Anyesha. Iliponyesha. Hebu sasa angalia hii. Toa vile imenyoroka vile iko imenyoroka. Lakini sasa ndio tukotoa utuonyesha kama imenyoroka tuone kama inakaa vile. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini sasa ukaingia mahali ukakuta kuna mtu amenyoroshwa na pepo. Na ukaratasi. Kama yule mama mmoja alikuwa anaitwa Monica Nyakarari kutoka Kisii.
alikuja akaleta akasema akaleta kwa church. Lakini nimeenda nyumbani. Akakuja akasema huyo mama mwingine naye aliyeleta alikuwa ni mbele. Akasema nimeleta mtumishi wa ukweli wa Mungu. Sasa kala mtu akatoka chini akasema ana kipawa cha Mungu. Alipoangalia jina anakuja pale. Akakuta kisikino ni chungu. Akanyang'ana kisikino ni chungu. Niliporudi on Sunday, nilipokuja nimewekea mikono mwenye alikuwa anasema ishe. Ndio sasa mimi nilikuwa nasema ndani wake ameanguka chini tu ndani. Hivyo ndivyo barua ulizonazo haziwezi kudeliver the demonic from your body or from somebody's body. Kile kinachosemekana unahitaji ni hiki ambacho kinaitwa the Holy Spirit. Roho Mtakatifu ni nguvu za Mungu na ni Mungu. Naye akishaanza kuingia ndani hana kusema, ana kusita. Pepo anaondoka pasipo kuuliza maswali. Tuko pamoja? So wewe unajokuwa unasema umefika kiwango, lakini hauna chochote kimeingia ndani mwako kama hicho, Mwana na Roho na Baba hawajakatawana wewe, ujue wafanya kazi bure. Kwanza taka wakuja wakutawale, waingie ndani, kazi ufanyayo na kazi ufanyayo ni tatizo la ndani. Na kazi ufanyayo na Mungu na uwezo na mamlaka. Na itakuongoza itakuelekeza kwa choo. Sema amen. Amen. Kwa hiyo ni vizuri usimame ndani ya uwepo ama ndani ya nguvu za Roho Mtakatifu, ndani ya Kristo Yesu aliye hai, ndani ya Baba Muumba mbingu na nchi. Hao watatu wakisimama ndani wetu sisi, lolote tuombalo litakamilika. Amen. Hebu shangilieni Bwana Yesu. Naye Roho Mtakatifu halipwi. Wamesema umepewa bure, toa bure. Na alafu anakuambia pale mwisho, angaa mtendakazi anastahili posho lake ni gani? Wanaweza kusifa. Wanasema mnamfanya mtendakazi anastahili posho lake. Amesema msilipe, lakini mtendakazi anastahili posho lake ni gani? Sadaka mafungo. Kama wewe unatoa fungo la kumo na kula, unaasi nguvu za Roho. Maana nataka Roho akuponye, na mwenye anayefanya kazi asinywe maji. Ukishapata pesa kutoa fungo la 10, ngumu. Sasa tumboni unaanza kutetemeka. Ile 10% ni wangapi wanamwibia Mungu? Hebu ina mkono kama kama mimi ni mwezi. Hebu kuniangalia watu msindani. Wanaweza pesa. Wacha nianze na kitu hapa. Nianze nini usipige hapa. Na ufunike kwa kufunika Biblia sasa nikikuja hapa kufungua Biblia na leo nasoma. Na ukabia funike. Hello. Bwana Yesu anasema hao peke yao. Nini usipige. Yesu apewe sifa. Nani huwa anaibia Mungu? Kumbe mimi nakupa Biblia yangu usome, na ndio mwezi wa kwanza. Salamu nasema ndio mwezi wa kwanza. Sehemu hii nani mwingine? Oh wewe. Na unakumbuka ile pesa kununua Biblia ni kufungua. Hata uko hivi, hata Biblia iko ndio kufungua kazi. Ndio unakuwa mwezi. Naibia Mungu. Na ndio uweze kusonga tu. Mambo yako kutengeneza hizo kufanyika. Ile Mungu alikuwa anakufungua usilie, toa 10%. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe usiibie Mungu na usiibie Mungu.
nani mwizi? Ndio mkono. Sio juu. Wanafanyia hapa hivi. Raise up your hand. Wale wanaibia Mungu 10%. Ukikataa nitakuangusha na kuambia wewe ni mmoja. Badala nikuaibishe, inua mkono. Inueni kabisa na kwa sababu ndio kwa wadau bali. 1 2 3 4 5 6 7. Iko mwezi mwingine mnaona hapo ndani anataka kuna. Nataka nimwangushe. Nataka kumuona. Mr. Jonathan Okwero. Hata Okwero iko mkono wako ndio muone. Ndio huyo. Uko na hela kwa Okwero. Uko na hela kwa pesa. Ulitoa lini? Mwezi gani na gani? Ile na ulitoa kizaki ndio ulitoa uliima. Sasa ukitaka kufanya maendeleo kwa siku hiyo, sio nimesimama hapa kinywa changu kina neno, usipotoa yale maendeleo nataka kufanya hayatafanyika. And that is it. Hiyo ni agano na Mungu. Mungu ni sio ndio Mungu aliyeweka. Wanaweza pewa sifa. Sio mimi niliyeweka, ni Mungu mwenyewe aliyeweka. Sasa wewe ulikuwa hauwezi kukula kanya. Sasa na Mungu amekufanya sasa hiyo naona kanya mambo chini. Na hiyo miaka yote ulikuwa umoja kanya. Usitolee Mungu akulipa sasa. Akufikishe kama ya kipo. Unajua matoleo siri ni kwamba matoleo ina blessings kubwa, lakini watu hawaelewi. Watu huona kwamba amgive ile mali nenda kulipa na kisha kuomba siri kimajibu. Waje siku ile tutakutana na Mungu ni akuuliza nani tutasema na haya. Nikuja kwa nini tena hiyo? Bwana Yesu